nusu mtu na hamna kitu. Mtu zero nil hamna kitu ni yule mtu ambaye hana rai ya kusibu, hana elimu, na anafanya mambo yake hataki ushauri wa mtu. Mabanda hamna, elimu yani hana. Halafu sio kwamba rai yake inasibu, ina faida, haina chochote, na pia hataki shauri, yeye hufanya tu. Huyu ni nil kabisa, zero, hajatimia katika utu. Nusu mtu wanasema ni yule ambaye ana rai yenye kusibu, anayo elimu, anaweza kupanga jambo na kufanya likaelekea, lakini akawa hataki shauri na mtu, yeye hupitisha tu maamuzi yake, amri tu moja kwa moja. Huyu ni nusu mtu. Lakini mtu kamili ni yule ambaye ana rai yenye kusibu, elimu ya kutosha, na anapokuwa anafanya jambo huwa anashauriana na watu. Huyu ndo ambaye kakamilika. Mwenyezi Mungu ndo mwenye maamuzi yote. Katuma watu miongoni mwetu, wanadamu wenzetu, akapa wadhifa wa madaraka ya kiutawala, mitume, lakini pia nao aliwaambia, akawafundisha adabu hii, wawe wanataka shauri. Hata mtume wetu pia kaambiwa, istaghfir lahum wa shawirhum fil amri, wanapokosea waombee msamaha hao maswahaba wako, na kwenye maamuzi ya kijamii basi kaa nao, utake kwao ushauri, mshauriane. Yeye ndo anaeletewa wahai, yeye ndo mwalimu aliyewafundisha dini, yeye ndo kawatoa kwenye ukafiri na ushirikina, tena anawashauri nini hawa? Lakini hapana, ukamilifu wa mtu atake ushauri, na ndivyo mtume alivyokuwa anakaa anafanya mambo yake. Kwenye maamuzi anawaita wale watendaji wake wa karibu, wasaidizi wake katika shughuli za utawala, na wakakaa shura, wakaamua nini tufanye kwenye jambo hili. Kwa hiyo na yeye ndio mwenyewe kalianza practically, anatuelimisha sisi ustaarabu. Kwa yule mwenye kuwa na mamlaka, madaraka, basi awe kidogo mwenye heshima kwa wengine, na ajali sana kutumia vipaji vyao, hawatake ushauri. Athaniyatu, faida ya pili katika kipande hicho cha aya tulizomaliza, alhikmatu min ja'li Adam alayhi salam khalifa, ni hikma iliyopo ya kumjalia Adam ndo awe khalifa wa ardhi. Si angeteua malaika wakawa makhalifa, majini walikuwepo walishaumbwa wakawa makhalifa. Hikma ya kuteuliwa huyu Adam na kupewa ukhalifa ndiyo faida ya pili. Hiya rahmatu bil ibadi, hikma iliyopo ni kwamba ni rehma kwa waja wa Mwenyezi Mungu, kwamba Adam ndiye atakayekuwa rehma kwa waja wa Mwenyezi Mungu. La liftiqari lahi, si kwa sababu ya ufakiri wa Mwenyezi Mungu au uhitaji wa Mwenyezi Mungu, kwamba alijisikia yuko peke yake, shughuli zimemzonga, anahitaji wawepo viumbe wengi ya watume wamsaidie kwenye mambo yake mbalimbali, walime na yeye apate chakula, wafanye biashara na yeye kidogo apate senti, au wafanye hivi na hivi mambo mengine yeye kidogo araisikiwe, wasimamie mambo ya utawala, mambo yake yeye Mungu yawe nafuu. Hapana, hichi alichokifanya cha kumpa nafasi hii, wadhifa huu mwanadamu, hii ni rehema yake kwa viumbe wake. Kaumba viumbe, akataka awarehemu, kawapa vipaji, akataka vidhihiri vile vipaji vyake na uwezo wake na ukamilifu wa ujuzi alionao udhihiri kwa kupitia viumbe alivyoumba. Si kama Mungu alikuwa ana haja sana kwa upweke alionao atengeneze kidogo wasaidizi au wenza wa kumliwaza kutokana na upweke. La liftiqarihi ala khalqihi, si kwa sababu ya ufakiri wake Mwenyezi Mungu au uhitaji wake kwa viumbe. Kwa hiyo kuwepo kwetu sisi kwa wingi hapa duniani sio kwamba Mungu yeye anapata faida, ana gain something kwa sababu ya shughuli zetu sisi. La, ni kwa sababu ya rehema yake kwetu. Ni rehema ya kutosha. Tunajivuna sana tukiwepo duniani na tunaenjoy maisha na tunafarijika sana kwa neema alizotuwekea. Kwa hiyo ni sisi ndio tunaopata faida, rehema zake zinatufaidisha sisi, lakini sisi kwake yeye upande wake Mungu hatumpi faida yoyote. Kama tungeasi sote hatumpunguzii kitu, na kama tutakuwa sote watiifu hatumzidishii kitu. Hajatuumba sisi kwa sababu ya haja au kwa sababu ya ufakiri alionao, ila ni kwa sababu ya rehema yake tu mwenyewe. Kaamua atupe na sisi hiyo fursa,
ndo tupo na tunanufaika na tunafarijika sana kuwepo hai, na tukawa tuna zile asbabu zetu mbalimbali, tunaenjoy kwa kweli. Tena kule kuwa na shukurani na kutosha shukurani ile inatokana na sisi wenyewe, lakini kuwa na shukurani hatumzidishi na kukosa shukurani hatumpunguzi kitu. Wadhalika, na hili ni kwamba anna al-ibada, hakika ya waja wa Mwenyezi Mungu, la taqata lahum ala talaqi al-awamiri wan nawahi min Allah bila wasitati. Waja ambao ndo sisi kwetu hakuna uwezekano wa aina yoyote, hatuna uwezo sisi kama viumbe wa kuweza kupata au kupitisha amri au makatazo kutoka kwa Mwenyezi Mungu bila ya wasita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tu ya kuonyesha uwezo wake, ndio kafanya aliyoyafanya, lakini kufanya aliyoyafanya haina maana kwamba ana kasoro au upungufu. Wala biwasitati malakin, wala si kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angelishindwa kupitisha amri zake, makatazo yake kupitia kuwaletea wanadamu bila ya wasita wa malaika. Famin rahmatihi, lakini kwa sababu au kutokana na rehema zake Mwenyezi Mungu, wa lutfihi, na ule upole wake na ukarimu wake, wa ihsanihi, na ihsani wema wake alionao, yani yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaamua irsala rusula, kututumia mitume minal bashari, katika wanadamu wenzetu, katika wanadamu kateua wale waliokuwa bora zaidi, akiwatuma utumwa wake watatumika vizuri, akawapa hiyo dhamana kwamba nyinyi ndio mtakuwa mnawaongoza wenzenu wasije wakaharibu au wakaharibikiwa. Lakini kufanya hivyo pia si kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa analinda maslahi yake, kwamba nendeni mkawasimamie wenzenu wasije wakaniharibia biashara zangu au wakanichafulia jina langu. Kuna hadithi al-Qudsi tumeisoma katika darasa zilizopita, si vibaya tukairejea kwa sababu hapa inawafiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, ya bani Adam, enyi watoto wa Adam, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi Mola wenu nimejiharamishia dhulma juu ya nafsi yangu. Suala la dhulma kwangu mwiko ni haramu. Waja'altuhu bainakum muharrama, na dhulma nimeijalia baina yenu vile vile ni haramu. Nimekuharamishieni na nyinyi dhulma. Mimi ni haramu, sifanyi dhulma, na nyinyi nimekuharamishieni dhulma, fala tadhalamu, kwa hivyo msidhulumiane. Agizo tu, na maagizo kama hayo ndio hupitia kwa mitume. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, kullukum arun, kullukum dhalun, nyinyi nyote wapotovu. Mkichukulia nature ya umbile lenu, basi mna tabia ya kuenda kubaya, mna tabia ya kujiridhi wenyewe. Kwa hiyo mkijiridhi wenyewe, kujiongoza kwenye mnayopenda, mtakuwa mmepotea. Kwa hiyo kullukum dhalun, kama wanadamu nyote mko kwenye uwezekano wa kupotea, mko kwenye upotovu. Illa man hadaituhu, isipokuwa nitakayemuongoza mimi. Fastahduni, kwa hiyo mwe waangalifu, mnapaswa kuutafuta muongozo wangu mimi. Istahduni, niombeni mimi muongozo, yani utafuteni muongozo wangu mimi, huo ndo utakao wafaa. Ahdikum, mimi ndo ninaye uwezo wa kukuongozeni vizuri mkafika kwenye lengo mnalokusudia salama. Nje ya muongozo huo wa Mwenyezi Mungu Muumbaji, mafanikio kwa mwanadamu hamna. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, nyote nyinyi mna njaa. Ni viumbe tu wahitaji, mna mahitaji na haja zenu mbalimbali. Illa man at'amtuhu, ila hatakuwa na njaa yule niliyemlisha mimi, atakayefuata utaratibu wangu wa kule kujikimu na kujiondoshea haja zake, huyo ndo atakuwa kafanikiwa. Kullukum ja'i'un, kila mmoja kati yenu ni mwenye njaa, muhitaji. Illa man at'amtuhu, isipokuwa yule nitakayemlisha mimi. Fastat'imuni ut'imkum, kwa hiyo niombeni mimi chakula nitakulisheni. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, kullukum aarun, kila mmoja kati yenu yuko utupu,
uriana, yani hana stara, hana nguo. Illa man kasautuhu, isipokuwa nitakayemvika mimi au nitakayemsitiri mimi. Fastaksuni aksukum, kwa hiyo niombeni mimi nguo nitakuvisheni, mutastirika. Aliyekuwa hana dini, hajui Mungu, hana mwongozo wa Mwenyezi Mungu, hayuko katika stara, ni kiumbe aliye na aibu tu, kama yuko uchi. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari, nyinyi mna tabia ya kukosea usiku na mchana, mnafanya makosa, maisha yenu makosa matupu. Wa ana aghfiru dhunuba jamia, na mimi Mola wenu nina tabia ya kusamehe makosa yote, ila kwa utaratibu, ufuate utaratibu ndio nisamehe makosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mkishakosea niombeni basi angalau niombeni msamaha, nitakusameheni. Lakini mtu ana tabia ya kurudia makosa huku anachekelea, wala haombi msamaha kama hajakosea, mpaka anakufa ndio hivyo hivyo, yale makosa anakwenda nayo huko kwa Mwenyezi Mungu, na akenda nayo huko anaingia hatiani moja kwa moja. Kila mmoja kati yenu ni mkosa, mnanikosea usiku na mchana, lakini mimi Mola wenu tabia yangu, wa ana aghfiru dhunuba jamia, mimi ninasamehe dhambi za aina yoyote ile. Kwa mtu ambaye bado yuko duniani kwenye chumba cha mtihani, kafanya kosa, akakiri kosa, akajua anapokwenda hawezi mapambano, basi akipatana na Mola wake hana matatizo, anamsamehe. Fastaghfiruni aghfir lakum, niombeni basi msamaha nitakusameheni. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, lau kama wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu, yani wa mwanzo tangu ilivyoanza dunia na wa mwisho hawa watakaomalizikia siku ya kwisha kwa dunia, wote hawa kwa ujumla, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, wote hao wote wangelikuwa wako kwenye moyo wa uchamungu wa mtu mchamungu wao zaidi. Atafutwe tangu kuanza dunia mpaka ishe dunia mtu mchamungu wao, mwema wao, halafu wote wengineo wawe wana moyo kama wa huyo. Mwenyezi Mungu anasema kama ndo lingelikuwa hilo, ma zada dhalika fi mulki shay'a, hilo lisingezidisha chochote katika ufalme wangu, kwamba ndo nina viumbe wengi wote watiifu, wanachapa kazi sawa sawa, wananiabudu ninavyotaka, kwa hiyo mimi ninaongezekewa na faida kede wa kede. Asema kama mngekuwa hivyo msingenizidishia kitu. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, lau kama wangelikuwa wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu, na majini miongoni mwenu na wanadamu kati yenu, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, wote hawa wangelikuwa wana moyo wa mtu wa fujo zaidi kuliko yoyote yule kati yenu, ma naqasa dhalika fi mulki shay'a, tabia hiyo mngekuwa nayo isingepunguza chochote katika ufalme wangu. Yani kama sisi wanadamu na majini tangu mwanzo alivyoanza kuumba mpaka mwisho wa dunia tumuasi sote na tufanye fujo kupindukia kiwango, anasema yeye hatumfilisi wala hatumpunguzii chochote, athari ya hayo ingelirudi kwetu wenyewe tu. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, lau kama wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu, majini kati yenu na wanadamu kati yenu, qamu ala sa'idin wahidin, wote hawa wangelisimama kwenye uwanja mmoja, wasaaluni, na wakawa wananiomba, yani wanadamu na majini wa mwanzo kabisa mpaka wa mwisho kabisa, wote wawekwe kwenye uwanja mmoja kama huo wa siku ya Kiyama. Halafu hapo uwanjani watakiwe waombe, kila mmoja aombe anachotaka. Wasaaluni, wawe wananiomba. Wa ataitu kulla wahidin minhum mas'alatahu, na hivyo wakiomba Mwenyezi Mungu asema nami niamue kuwasikiliza maombi yao. Viumbe nimeumba mwenyewe, hawajanishinda, ninawaweza. Wakiomba nimpe kila anayeomba haja yake. Ma naqasa dhalika fima indi, kitendo hicho kingefanyika kisingepunguza chochote katika vitu nilivyo navyo mimi, ila isipokuwa hapa pangepungua kidogo, ile ya kuwa muwe watiifu au muwe waasi,
yeye anasema haimzidishii wala haimpunguzii. Lakini hii ya kwamba angelikukusanyeni kwenye uwanja mmoja akakwambieni haya, kila mmoja kati yenu na aombe atakacho, na watu wengine ana majini wengine wangefanya fujo hapo, wakasema si anajidai anavyo, ngoja tumkomoe. Mwingine angelikuwa alichonacho katika akili yake ni hii dunia yote, angeambia basi wewe Mungu naomba hii dunia nipe mie mmoja peke yake huyo, ili awakomoe wengine wakose na amtogoze na huyo aliyetaka kuombwa anacho chingine atakipata wapi? Mwenyezi Mungu asema hilo lingelifanyika, kila anayetaka aombe anachotaka kuomba, na muombaji anasema angelitoa akawapa waombaji, lakini maana tasadhalika fi ma indi, kitendo hicho kingetendeka kisingepunguza chochote katika nilivyo navyo, illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila albahra, isipokuwa pangelipungua kidogo sana in terms of percentage, kama kiwango cha maji ambayo yangelipunguzwa na shindano iliyoingizwa baharini. Yani wewe uchukue shindano hii ya kushonea kwa mkono, kama hii ya kushonea kofia uione ndogo, chukua hata shazia au mtaimbo, mashallah, alafu utie ndani ya bahari ule mtaimbo, si utatoka umeroa maji? Sasa hayo atakayokuwa yameganda kwenye hicho chombo kama mtaimbo, hayo ndo yangelikuwa kilichopungua. Yale maji ya bahari yote yalobakia ndo mali yake Mungu alobakia nayo, umemfilisi? Yani baada ya kushakuwapa viumbe wake wote aliowaumba, kila alichoomba kapewa mtu, basi yeye Mwenyezi Mungu asema kitakachopungua ni kama kiwango kilichopunguzwa na shindano ya kushonea iliyoingizwa kwenye bahari, na bahari iliyobakia ndiyo itakuwa mali ya Mungu iliyobakia kwake yeye mwenyewe. Je, ndo mmemfilisi au mmemkomoa? Bado hamjamkomoa wala hamjamfilisi. Na akizungumza bahari, maana yake anakusudia ardhi yetu hii ina sehemu mbili tu, itakuwa ni sehemu iliyokaliwa na maji na sehemu ambayo ndio nchi kavu, land. Sasa bahari ni hilo eneo lote la ardhi lenye maji. Sasa wewe chukua ukakae popote, kama utakaa hapo Kizingo au utasema ukakae hapo Chumbe, au ni bahari dunia nzima, shindano yako wewe moja, alafu uichovye kwenye bahari popote pale, kilichotoka yaliyobakia katika maji ya bahari zote duniani ndo mali ya Mwenyezi Mungu. Hujamfilisi bado, hajapungukiwa bado, na uwezo huo anao. Wewe soma tu Qur'ani utakuta hizi habari. Anawaambia wanadamu walioamini, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi as-samai wal ardi uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi ila akhir al-aya. Kama mmeamini kweli habari za akhera, shindaneni basi katika kuendea msamaha wa Mola wenu, na mkimbilie katika kutafuta daraja bora bora za peponi. Daraja ya pepo anayolipwa mtu mmoja, mapana yake ni kama eneo la kutoka ardhini mpaka mbinguni, analipwa mtu mmoja. Sio kipande cha mita 3 unachopimiwa na serikali au cha eka 3 ukaambiwa hichi ndo kiwanja chako ujenge, mwenyewe plani yako ikawa haingii. Hapana, anakwambia eneo analompa mtu mmoja at the minimum possible limit ni kama eneo la kutoka ardhini mpaka mbinguni, milki ya mtu mmoja. Na tuko wengi shekhe, tangu wa mwanzo mpaka wa mwisho, wengi. Kwa hiyo Allah hafilisiki, yeye ndo aliumba hii dunia kama mnavyoiona. Watu wakapaisha vyombo mpaka wanakokwenda na hawafiki, hawajamaliza bado kufanya research katika outer space, na hiyo bado Mwenyezi Mungu anasema ni samaa dunia. Walaqad zayyana samaa dunya bizinatin alkawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila almala'i al'ala wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum adhabun wasi. Yani tumeipamba mbingu ya dunia kwa pambo la manyota, pambo la mataa. Ninachotaka kuwasilisha kwenu ni kwamba sisi tukikaa hapa wakati wa usiku, kila tunachokiona huko juu kwa macho yetu haya kiko chini ya hiyo mbingu ya kwanza. Kilicho juu ya mbingu hatuwezi kukiona kwa macho yetu haya kwanza. Kwa hiyo tukiona nyota ya Shira, tukaona Jupiter, tukaona Saturn, tukaona na nyinginezo zilizo masafa ya karibu karibu na sayari yetu na ya mbali, kama hiyo Shira ni nyota nayo, kwa Waingereza wanaita Sirius. Masafa yaliyopo baina kutoka huko mpaka hapa, wataalamu wa astronomy wanasema ni 80 light years, miaka 80 ya umeme. Yani kama kuna fungwa balbu huko kwenye nyota ya Shira
switch yake tuwe nayo sisi hapa duniani, basi tutakapowasha hii switch, ule umeme utatumia kwa spidi yake ile ile, electric current kama inavyo flow, miaka 80 ndio itawakataa huko iliko. Spidi ile ile ambayo mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Amerika akikaa Washington akisema hivi sasa ni saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, mawimbi ya sauti yametoka Amerika mpaka hapa, ukiangalia saa yako ndo saa ile ile moja. Kwa spidi hiyo hiyo kwenye nyota ya Shaira inachukua miaka 80. Spidi hiyo bado hiyo nyota iko chini ya mbingu ya kwanza. Elewa, Mungu ana eneo kubwa, kwa hiyo hamwezi kumfilisi. Fanyeni tu hiyo fujo yenu, stareheni kidogo, muda ukiisha mtakutana naye. Lakini hivi ndivyo wanavyojieleza. Mwisho ya hadithi imemalizia kwa kusema, ibna Adam, ewe mtoto wa Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, eleweni hizi amali mnazotenda sasa hapa duniani ndo amali zenu ambazo mimi ninazihifadhi kwa ajili yenu. Thumma uwafikum iyaha, halafu mkisikia kuna siku ya malipo ndo mnakuja kukulipeni, kwa sababu kwa mujibu wa amali hizi. Hiyo kutania watu, kuibia watu kidogo, kuwafitini watu, kusema uongo, kufanya chochote kile, ndo amali zako hizi ndo zinahifadhiwa. Baada ya kufa ndo ziko katika orodha kwenye mafaili yako, na siku ya hisabu ni hizi ndo zinapigwa thamani, ukalipwa mwenyewe. Tangu uje duniani mpaka umeondoka, nini umefanya? Ni hicho unachokifanya ndani ya saa 24. Innama hiya a'malukum, kwa hakika hizi amali zenu mnazofanya hapa duniani, uhsiha lakum, mimi ndo ninakuhifadhieni. Thumma uwafikum iyaha, halafu nitakuja kukulipeni malipo ya uadilifu, alwafa, malipo sawa sawa yanayostahiki, malipo stahili kwa mujibu wa mlichotenda, ndicho nitakacholipa. Faman wajada khaira, atakayekuja kukuta khairi siku hiyo, falyahmadillah, atapaswa aje mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ndo aliyemuumba, ndo alompa hidayah, ndiye aliyemlisha, ndiye aliyemvisha, ndiye aliyemuongoza. Kwa hiyo kafanya vizuri, kafanikiwa. Finally, baada ya hukumu, watu wa peponi wakaenda peponi na wa motoni motoni, matamshi ya mwisho watakayosema waja wema ni alhamdulillahi rabbil alamin. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Siku ya hukumu ikimalizika, Allah anasema utawaona na malaika nao wamezunguka kando ya arshi ya Rahmani, nao watahukumiwa kwa sababu wametumika sana, watahukumiwa nao wapewe malipo yao kwa uadilifu. Halafu mwisho wa yote matamshi yatakayosemwa na watayasema waja wema tu, wao ndio watasema alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo atakaye kuja kukuta kheri siku hiyo, atakuwa lazima maneno haya ayatamke, atamshukuru Mungu kwa kufanikiwa kwake, si kwa sababu ya ujanja wake wala kwa sababu ya utawala bora alokuwa akaufanyia kazi duniani. Wama wajada ghaira dhalika, na siku hiyo atakayekuja kukuta matokeo kinyume na hivyo, matokeo upande wake sio mazuri, hakufanikiwa, fala yalumanna illa nafsahu, asije akamlaumu yoyote ila alaumu nafsi yake mwenyewe. Mwenyewe ajilaumu. Fursa za kutosha kaekewa, jitihada ya kuhimizwa, kukumbushwa ilifanyika, lakini mwenyewe alijifanya anajua zaidi na yuko huru kuamua atakalo na apendalo. Kwa hiyo kakosea utaratibu, atapata matokeo mabaya, asije akamlaumu yoyote. Kwa hiyo faida ya pili ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia Adam awe khalifa. Hii ni kwa faida yake yeye Adam na kizazi chake mwenyewe, si kwamba kwa sababu ya uhitaji wa Mungu. Kaumba viumbe, kawaweka katika existence, akawapa opportunities nyingi sana, watakapozitumia vizuri watanufaika wenyewe, sio kwamba wanampa Mungu faida. La, wakiharibu service yao wakafanya vibaya, hasara itarudi kwa wao wenyewe, hawamkomoi Mwenyezi Mungu wala hawamtii hasara. Hiyo ni faida ya pili. Alfaidatu thalitha, faida ya tatu, qala al-Hafidh Ibn Kathiri. Al-Hafidh Ibn Kathiri amesema kuhusiana na aya hizo tulizozisoma hapo, wa qaulul malaikati, na kauli ya malaika walioisema kumwambia Mola wao, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Kauli hii ya malaika
laisa hadha ala wajhi al-i'tiradi ala Allah ta'ala. Kauli hii haina maana ya kumtaaradhi Mwenyezi Mungu mtukufu, kwamba wao malaika wameona ni kasoro kwa hiyo wanamkosoa Mwenyezi Mungu. Hapana, hawakuwa na maana hiyo. Malaika ni viumbe waelekevu, watiifu, hawana tabia ya kudadisi, kutoa kasoro au ila au kukosoa mambo. Wala ala wajhi alhasadi libani adam, wala hawakuyatamka haya kwa sababu au kwa njia ya kumhusudi mwanadamu. Anapewa fursa adhimu huyu, tutamuonea choyo, hatutaki apewe, kama tunavyofanyiana wenyewe kwa wenyewe. Hapana, malaika hawakuwa katika utaratibu huo wa hasadi wala utaratibu wa kumtaaradhi Mwenyezi Mungu. Wa innama, na si vinginevyo, ila kauli yao hii huwa sualul isti'lami, lilikuwa ni swali la kutaka kufahamu zaidi. Walitaka wajue, waongezekewe na elimu. Mwenyezi Mungu anafanya jambo hili, lakini mbona hatuelewi hikima yake? Hebu atupe faida zaidi. Hiyo ilikuwa ni swali la kutaka kuelewa zaidi, wastikshafi, na kutaka kuwekewa wazi aina alhikmati fi dhalika, wawekewe wazi kiini cha hikma ya kufanywa jambo hili. Manake unaweza ukaambiwa mimi ninakusudia niende mjini. Utaendaje mjini sasa hivi? Lakini utaendaje mjini hana maana ya kukuzuia safari yako. Anataka kwako umpe maelezo ya kutosheleza umuhimu wa kwenda kwako mjini, wakati hapa liko jingine kwao wanaliona lina umuhimu pia. Kwa hiyo utakapowapa sababu za kutosheleza, wanaweza wakakuruhusu, kwa sababu hiyo unahitajika uende haraka, nenda bwana, turadhi. Kwa hiyo ndio ilivyokuwa. Yakuluna, walikuwa wanasema, mal hikmatu fi khalqi haulai, kuna hikma gani ya kuumba viumbe hawa? Ma anna minhum man yufsidu fil ardi, pamoja na kwamba kwa ufahamu wetu wengine mbona watakuwa waharibifu, watafanya ufisadi, ndiyo wengine watatengenea, watakuwa wema. Lakini kuna hikma gani ya kupeleka viumbe ambao wengine watakuwa waharibifu? Ili ndo walikuwa wanalitakia ufumbuzi, wajue. Waqala fi tashili, na Sheikh aliandika tafsiri ya tashili, naye anasema kuhusu faida ya maneno haya, wa innama ulimatil malaikatu anna ibna adama, na si vinginevyo isivyokuwa walipewa elimu malaika, walikuwa wanayo knowledge kidogo malaika, anna bani adama, ya kwamba walikuwa wanajua kuwa hawa wana waadamu yufsiduna, watafanya ufisadi, bi'ilami llahi iyahum bidhalika, walijua hivyo kwa alichowajulisha Mwenyezi Mungu kwamba naandaa viumbe makhalifa, wengine watafanya vizuri, wengine watafanya vibaya, na ndio maana wakapata lile la kuhoji, atajalu fiha man yufsidu fiha, kwa sababu walishajua kiumbe hajaumba. Kama hawajajulishwa wangejuaje? Mwenyezi Mungu alishawajulisha nini kitatokezea, na ndio maana wakapata pointi ya wao kuulizia swali. Wakila, na panasema vile vile, kana fil ardi jinnun faafsadu, ardhini kabla ya kuumba Adam waliwekwa majini kama ndo makhalifa, wakakaa majini kwa kipindi kirefu, lakini matokeo yake faafsadu, wakafanya ufisadi mkubwa sana, wakashinda kustahamiliwa tena. Mungu akawaangamiza wote. Katika kizazi cha majini walioangamizwa ndo walibakia huyu Iblisi laini, kana min aljinni fafasaqa an amri rabbi. Iblisi ni katika majini, amri ya Mola wake ilikuwa inamhusu, lakini yeye aliihuni, aliasi kwa maksudi. Kwa hiyo walikuwepo majini kwanza peke yao kama makhalifa wa ardhi, wayasimamie, wayaendeshe mambo ya ardhini kwa mwongozo wa Mwenyezi Mungu, lakini na wao wakafanya fujo kupita kiasi, ufisadi ukawa mwingi. Sasa malaika na hili wana experience nalo, majini wamefanya hivi, wanapelekwa na wengine nao pia watakuwa wana tabia ile ile ya ufisadi. Kwa nini tusipewe sisi tukafanya vizuri? Kwa hiyo tafsiri ya tashili inasema ardhini hapa kabla ya sisi kuwepo walikuwa wapo majini peke yao ndo makhalifa, lakini hawakufanya vizuri, walifanya ufisadi kupita kiasi. Allah hakuwastahimilia, akawateketeza wote kabisa. Fabatha Allahu ilayhim malaikatan
Mwenyezi Mungu aliwaletea malaika, majini ndo walikuwepo, akawaletea malaika. Walipoletwa malaika ni kwa kazi ya kuja kuangamiza tu. Fakatalathum, malaika wakawaangamiza, wakawaua majini wote waliokuwepo ardhini. Faqasa almalaikatu bani adama alaihim, kwa hiyo wale malaika ndo maana walikisia kile kilichotendeka kwa wale walioangamizwa, na hawa watakitenda vile vile. Kwa nini lirudiwe lile jambo ambalo limeshawekwa mara ya kwanza, result ilikuwa ni failure? Kwa nini tena wawekwe wengine wakafanya ufisadi na kumwaga damu vile vile? Hayo ni yamo katika tafsiri ya tashili. Arabia, faida ya 4, suila Shaabi, mmoja katika wanawachuoni huyu bwana Shaabi aliulizwa Shaabi, hali li iblisa zaujatun, je, huyo ibilisi ana mke? Shaabi ni mwanawachuoni. Wengine huuliza maswali kwa kutaka kujua, lakini wengine huuliza maswali ya kiushindani na ubishi, lakini huyu kauliza swali kwa kutaka kujua. Alomuuliza mwanawachuoni, kaulizwa hali li iblisa zaujatun, je, ibilisi anaye mke? Qala, akajibu aliyeulizwa, dhalika arsun lama ashhaduhu, dhalika arsun lama ashhaduhu, harusi hiyo mimi sikuishuhudia. Wapi kaozeshwa mke, jina lake lilikuwa nani mkewe, watoto wao wa kwanza wakiitwaje? Hii haipo, haijaelezewa.